Our clergy, all protocols observed. Good evening. I literally have no words, but I'll just give a short story of Ezra and our family. Our story, our relationship didn't start with the word hi as normal. The first time I met Ezra, the first thing he asked me was, do you accept compliments? And I was a little girl in the university. It was actually the very first time I spoke to him. And the D we've carried forever. My name is Jacqueline, but in the house, I'm not Jacqueline. We had our daddy, so that is our first D. I am their darling. This is Dylan, our firstborn, Dasha, and Dora, baby Dora. Most of you may be wondering where we got the D's from. That is where we got it. Everyone is saying Ezra was a leader. He was a young man. He was everything he was to you. But to us, he was not young. He was the oldest of us. If you ask my son, now he knows the age, this one might say their dad was 70 years. We don't know. We are broken, but we are also encouraged because Ezra led us to church. When we met, I was inter-Catholic. He made sure I came to church. He actually forced me to do catechism. Then at some point I dropped off, but the go-getter he was kept forcing me to the last day, and I was able to complete it. You all say he loved God, and that was very evident, even in the house. Sometimes I would wake up tired on Sundays, and I tell him I don't want to go to church, but he asked me, what about the kids? You have to take them to church. And kama kawaida, as the wife I am, naamka na tayarisha watoto na tunaenda kanisa. Well, I don't know. We thank you for your prayers because we feel lost. I feel lost. My children here asking me hard questions, but we know our God is with us. Actually, not our God. You see, Ezra was this one person who kept telling me there's a God in heaven. And I remember in most instances when I was weak, he didn't recognize I know God, like I have a God. So he kept telling me, Jacqueline, actually it was Jacqueline, believe in the God of Ezra. The God of Ezra does wonders. He kept telling me, anytime you feel like you're giving up, remember. And clearly, he has left us knowing that there's God. And we'll keep trusting the God of Ezra. He was our family, our family soloist, singer, everything, hero. If for those who have come home, I'm sure you've seen some Christmas carols on the wall. He wrote them himself. I'm glad that that talent is with our kids. This one sings, they used to sing together in the house. They create songs, they create TikToks. Then I have Dylan, who really, you couldn't tell him anything bad. See, as women, sometimes we may try to turn our kids against. Dylan knows his father is a hero. Our baby Dora, she's outside, and she may not be able to remember her dad very well. But recently, actually not last week, just before the accident happened, I'm trying to reflect, and Ezra took baby Dora to school in the morning and introduced her to her teachers. And that somehow speaks to me that God had all this planned, and I'm sure we'll go far.
with your prayers, I know God is taking us far. Thank you so much for honoring my husband. I have no words. Totally. I can attest that apart from being a good dad, a good husband, he was a great leader. And we thank God for his life. I keep telling my friends, there's a reason Ezra and I got married so early in life. Because right now as a parent, maybe if my daughter came to me at the age that I got married to Ezra, I would refuse. I was only 22, he was 23. We were children, we thought, I don't know, but somehow my parents also trusted Ezra. When he came to my life, he brought to me a very best friend, one who is still living with us, my mom, Margaret. Ezra maybe at some point wondered if his mom loved me more than he loved him, because mom is that person who calls me every minute, every moment. How are you? How are the kids? And even Ezra would complain because sometimes mom keeps calling, watuko hapo na yeye na hampigi. And I thank God, because maybe all this was to prepare mom and daughter even after I'm gone. With the many remarks, thank you and God bless you. Thank you very much, Jackie, for your strength. Si tumesikia, Ezra was a master ya kila kitu, hata kukatia. At 23, wengi hatukuwa tunajua kutafuta watu. Na pia governor, ni vizuri nitambue mwenye amesimama na Jackie ni bibi yangu, nisiweze kunyimwa chakula jioni. On behalf of the church, I want us to welcome the leader of majority, Kiambu County, atupeleke kwa the second awamu ya speeches. Karibu Honorable Musheke. Asante sana. Mpigie makofi, ametuongoza vizuri. The clergy, the leadership led by our governor Wamatangi, na kwa sababu tuko wengi na hatujajuana, mruhusu niseme all protocols observed kwa sababu pia ya muda. Niseme tuko hapa kama County Assembly ya Kiambu, na sisi kama familia pia sisi tumefiwa. Because Ezra was with us, was one of us. Kama vile tumesoma kwa tribute, kwa eulogy, he was with us for 2 years. Na tumesoma vizuri kwamba the day ile alichukua Bible kwa bunge, that was on 22nd of the year, the August of the year 2022, September, ile siku alichukua Bible, the same day ndio aliweza kukutana na kifo chake. We as a county assembly, we shall greatly miss him, na tunajua tumemuomboleza kwa njia mingi, kwa sababu pia ilibidi tusimamishe vikao vyetu vya mbunge. Tulikuwa na kikao special ya eulogize him, and still on Monday of next week we shall have a candle lighting service in our assembly, na tunawakaribisha wale ambao wataweza kufika. Kwa hivyo sisi kwa upande wetu kwa kanisa siku ya leo hatutakuwa na maneno mengi, kwa sababu we understand one of the many reasons why we came, and the very important reason why we are here today is to stand with the family by way of fundraising, na hatutaki muende na pesa nyumbani. Kwa hivyo sisi hatutaongea siku ya leo. Upande huu wetu ambao tunapenda sana kuongea tukipata mic, leo tumekataa mambo ya mic. Na vile vile kwa sababu ya heshima ya familia, kama vile ingilikuwa ni mapendeleo yao as per their wishes, in this very church no one of us will even alter any word of politics, kwa sababu tunataka kuheshimu familia kwa njia ya kuomboleza Ezra. Kwa hiyo mengi nataka niseme, the Bible says that the true religion
and which is acceptable ni wale ambao wanawajali wajane na watoto mayatima. So even when we are stretching our hands towards contributing for this family, every one of us who is going to do so, tujue kwamba we have a blessing. Siku ya leo sisi tuko na wimbo moja tu kama County Assembly, na tunakushukuru sana Governor kwa sababu umetufunza ya kwamba tuishi kama familia moja kwa serikali yetu ya county. Na ndio maana tunaona tumejumuika hapa mawaziri, governor wetu na sisi wote. And in everything that we have done towards supporting our friend Ezra, we have done collectively as a county government of Kiambu. Governor, asante kwa sababu ya kutufunza kuishi pamoja kama familia moja. Nataka tu niwaite wenzangu hapa, but before then nitaruhusu tu the area MCA Honorable Ken Tams akuje hapa aweze kunena moja tu, atukaribisha rasmi kwa hii area yake. Karibu sana mweshi. Asante sana our majority leader, our clergy, Governor wa hili jimbo la Kiambu, familia ya Ezra na viongozi wote, hamjambo. Bwana wetu asifiwe. Kwa majina ni Mheshimiwa Ken Tams na mimi ndiye Mheshimiwa MCA wa hii area. Kwanza ni kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa kutupa hii nafasi na kutuwezesha tuwe hapa. Jambo la pili ni kuleta rabirabi zangu kwa familia ya Ezra. Ezra alikuwa rafiki wangu wa karibu. Na Ezra arari mundu wa mwanya muno. Nakumbuka kuna wakati moja, Jackie unaweza kumbuka, Ezra akiingia town akapata rafiki yake gari yake imepata accident. Kulikuwa usiku. Ezra akaweka ama akaegeza gari yake kando, akashuka. Akaenda kuangalia mwenzake kwa gari kumeenda vipi. Dakika hiyo hiyo wakora wakawa na yeye na wakabeba simu zake zote. Ezra alishughulikia mwenzake, jioni kabisa usiku akanipigia simu na ingine. Akaniambia, mheshimiwa, simu zangu zimeenda na zimepitia njia ya Kiandutu. Na mimi natumai ya kwamba hizo simu lazima zitapatikana. Na kwa kweli tulishughulika, tukakibishana nazo na zikapatikana. Kwa hivyo Ezra alikuwa kijana wa maana, hata siwezi sema namna gani. Baada ya miezi mitatu, huyo Ezra akikuja nyumbani pale Mangu kwa highway tu, akalipata gari lingine la rafiki yake limeegezwa kwa barabara, na ni usiku. Ezra tena akashuka akaenda kuangalia huyo rafiki yake. Wakora nao ndio hawa, wakawapora, wakabeba tena simu zao. Usiku kabisa, Ezra ndiye huyu, mheshimiwa, zile masimu zangu ziliibiwa, zikapatikana tena na mimi niko na uhakika zitafanya nini? Zitapatikana. Na kwa kweli niliongea na intelligence pale, askari wote wakakibishana na masimu na tukaletea Ezra simu zake. Kwa hivyo Ezra alikuwa rafiki yangu wa karibu. Asante sana, nikitamatisha Governor, kwa sababu ya kutuunganisha sisi kama waheshimiwa. La mwisho, Emel, nikubalie tu, sitazungumza siasa, lakini nitatetea hawa wananchi wa Goigwa. Governor, hapa Goigwa tuko na shida sana ya maji. Na mimi najua kwa sababu wewe ndiye president wa county, najua wewe ni simu moja tu maji yafikia hawa wananchi wote. Ama namna gani? Jambo la pili, Governor, nikurudishie shukrani. Ulinipa tinga, tukaanza kulima barabara, tukaanza Mangu pande hii na pande ile ingine. Lakini tungekuomba Governor, tuongezee tinga lingine moja ili tuweze kuzunguka area yote
na tuweze kuwamwagia moram mpaka kule chini. Kukinyesha gavana, maji hujaa saidi ile ya Chania. Tunakuomba Karavat gavana. Ya mwisho, Mheshimiwa Ares, tumekuwa na vifo nyingi sana kwa hii barabara kwa sababu magari ukimbia sana. Hata ilibidi wananchi wa huku wajiwekee bump zao. Na kwa sababu Mheshimiwa Ares uko hapa, wewe piga simu moja, hizi barabara tuwekewe nini? Tuwekewe bumps. Sio niko sawa? Kwa hivyo mimi nikomee pale. Familia, Mungu awape nguvu, azidi kukaa na nyinyi, kusimama na nyinyi, nanyi muendelee kumtumainia. Asanteni sana na Mungu wa rehema awabariki. Asante sana Mheshimiwa Kentams. Ile hujafanya ungetupea namba ya simu, ndio mtu akipoteza simu town. Anakupigia simu inapatikana. So simtaniruhusu nisiwape microphone tena, kwa sababu kama ni mmoja na ameongea hivyo, si tutaongea, tukiongea tutalala hapa na mtaenda na pesa, na tutaki muende na pesa, si ni kweli? Kwa ruhusa yako governor, naomba wale watu wote ambao wamekuja na governor wa county executive, tafadhali tunaomba msimame tuweze kuwatambulisha tukiongozwa na mawaziri wetu. Tafadhali tuamke tu, tuwapigie makofi. Tuko na mawaziri wetu na chief officers na timu yote ya governor. Thank you so much Your Excellency for bringing your team together. Vile vile kwa ruhusa yako governor, naomba tunao watu ambao wametoka kwa county assembly staff led by our crack. Tunaomba tu muweze kusimama. Asante, tuwapigie makofi. Ezra alikuwa anapendwa na watu wengi and he had made several friends. Pia in our county assembly forum alikuwa nao marafiki wengi. And I know today tuko na so many MCAs from other county assemblies. Tafadhali wale ambao wametoka other county assemblies, naomba tuamke tuweze kuwatambulisha. Tuko na mheshimiwa kutoka Naivasha, najua alikuwa area. Wale wa kutoka other county assemblies, tafadhali. Mnaona wako wengi sana. Asanti. Wako wengi pia pande ile, tuwapigie makofi ingine. Tunasonga kwa haraka kwa sababu ya muda, lakini kwa sababu ya wale ambao walifanya kazi kwa karibu sana, the County Assembly of Kiambu, we had prepared a song. I'll call upon my colleagues to come forward so that we may have that song together. Please colleagues come. I'll mention their names as they are coming. Please you may come. Na wakija nikisema jina ya mheshimiwa tunapiga makofi. Tuwapigie makofi wakija kwanza. Tuko na mheshimiwa Celestine, huyu ni wa kutoka area hii ya Thika, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa Susan Boro, tumpigie makofi. Tunaweza songa pande hii. Tuko na mheshimiwa Esther Nyaga, tumpigie makofi. Huyu ambaye ako hapa anaitwa mheshimiwa Munga, he's the majority whip at the county assembly, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa Jino ambaye ni chairman wa welfare committee ambaye umetuleta hapa, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa Shogi, inua mkono, wa kutoka Dumbeli, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa Muongi kutoka Kura Limuru, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa Ngaroya profesa, makofi. Tuko naye mheshimiwa Murema kutoka Kure Gatundu North, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa hapa ambaye ni kijana yetu mdogo, huyu ndiye Rustborn, tunamuita mheshimiwa Wanyoto, tumpigie makofi. Harusi yake ni February next year, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa Mbele, huyu hapa wa kutoka Kure Lali, tumpigie Makamboro, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa KK, another youngster kutoka pale Mushadha, makofi. Tuko na mheshimiwa Coaches, huyu ndio mlikuwa mnasikia wa Mebre, tumpigie makofi. Mheshimiwa Jackma hapa ndiye alikuwa chairman wetu hapa kwa hii kikao, wakitusimamia kama members of assembly kwa kikundi cha komiti ya mazishi ya Ezra, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa wa kutoka Tinganga hapa Mwaura, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa Muhenja hapa kutoka
Githunguri, tumpigie makofi town ya Githunguri. Tuko na Mheshimiwa Ishembe, huyu ni wa kutoka Kikuyu Karai Ward, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Jane Monique, huyu naye ametoka Juja, makofi. Tuko na Mheshimiwa Mbasha, huyu naye ni wa kutoka huku Thika, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Shira Gathoni, makofi. Tuko na Mheshimiwa Gladys Wamboi, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Monica Keguru hapa, tumpigie makofi. Mwenyeji wetu tumemtambulisha, namba ya simu atatupea, Mheshimiwa Kentams. Tuko naye Mheshimiwa Wanjiko kutoka Kiambaa, makofi. Tuko na Mheshimiwa Ngatha, huyu ni wa kutoka Murera, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Getao hapa kutoka Gatongora Ward, makofi. Tuko na Mheshimiwa Kimani, huyu ni wa Ruiru Town, ukienda kura useme MC analipa. Tuko na Mheshimiwa Zipi Ndua, makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa Wairimo hapa nyuma, makofi. Tuko na Mheshimiwa Kangethe kutoka Ngewa Ward, makofi. Tuko na Mheshimiwa ukaha Wagoi woneke wega, ukaha mbere Wagoi woneke wega, tumpigie makofi Mheshimiwa Wangoi. Tuko na Mheshimiwa Pacifica kutoka Rimuru, makofi. Tuko na Mheshimiwa Rahab, tumpigie makofi kutoka Katondo South. Acha kushonga ile mwingine, azaje mwambie apande kwa kiti. Huyu anaitwa Mheshimiwa Kanini Koge, kana Mheshimiwa Kongo Smart, mugeithie. Tuko na Mheshimiwa Jane Thogori, tumpigie makofi, ni wa kutoka Kabete constituency. Tuna Mheshimiwa wewe atawa Mungu wa mkuu ni mkuu, tungempea nafasi atuimbie, anapenda kutusaidia wimbo. Tuna Mheshimiwa Wajiko, tumpigie makofi. Na niege tumaurire makofi wega. Tuna Mheshimiwa Mzungu moja kana kahura wa kuma kule Gatondo South. Tuko na Mheshimiwa huyu ni Mruya mmoja amechaguliwa Kiambu, tumpigie makofi. Kahawa wa ndani anaitwa Brian Sines Miu. Tuko na Mheshimiwa kutoka Githunguri, tumpigie makofi Ruth. Haya, tuko na Mheshimiwa Washera, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Juliana, huyo no waguko nikio ndirariganiro ni ritwa tondu mwitaga waguko Juliana. Tuna Mheshimiwa Joakim Jama, unake no wathika kundu witagwo Gorifa, tumurie makofi. Huyu naye Mheshimiwa ni wa kutoka Riabai, tunamuita Hezron. Kijana kutoka Uthiru Eric Warami, tumpigie makofi. Huyu naye ni Mboro wa kutoka Kameno, makofi. Esther Irongo, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Gethenga wa kutoka Rali Kirenga, tumpigie makofi tafadhali. Tuko na Mheshimiwa Dona kutoka Githurai kule, tunajua Githurai. Tuko na Mheshimiwa Ngoi wa Matunda hapa, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Wini, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa rafiki yangu Mweferi kutoka jirani hapa Wetevye. Huyu naye ni anakuanga deputy wangu deputy majority leader, anaitwa Koina kutoka Kiambu Town. Na tuko na Mose wa kutoka Githofokoni, na Githofokoni bado ni hapa Kenya, si kwingine. Kuja hapa leader. This is a minority leader, alichaguliwa na chama ya Jubilee. Nataka tu ajitambulishe jina kisha tuimbe wimbo wakati tunatayarisha koo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Joe Kegara. Kwetu ni kule Gatondo South na ward yangu inaitwa Ngenda, na ukisikia nikiitwa minority leader nilichaguliwa na ile chama ya Jubilee. Ningependa tu kusema jambo moja. Mheshimiwa Ezra tulikuwa tunafanya kazi na yeye kwenye kamati ya budget. Na kamati ya budget inapenda watu wenye hesabu. Mheshimiwa Ezra alikuwa anachapa hesabu akicheka-cheka, anapiga hesabu akicheka-cheka. So I never knew when he was very serious. But I want to tell you one thing. Today we have lost someone and we mourn someone who is extremely dedicated in his oversight work. Tutaendelea kusimama na nyinyi Jacqueline, tutawaombea and all will be well. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tutaongozwa kwa wimbo na
Tunaomba waheshimiwa wa kutoka Murang'a, MCAs from Murang'a, please join us for this song. I was told that all MCAs wote ambao wamekuja, tafadhali kujeni. Ni wimbo ambayo inajulikana, kujeni kwa sababu tunaomboleza one of us. Tutaongozwa na Mheshimiwa Susan. Where are you, Susan? You take a mic. We are just going to do 2 stanzas because of time. Jeraga Jehova newega maudoine makwa meothenie Jeraga Ngai arogoshwo gitumi macio mothe nioe nyamuke mahida maigeda ngakoro dwarite dwari nene muno nareria niendegeta daine gai wakwa njiraga nyamukere maria maroka Thank you. Tuwapigie makofi mazuri sana wakiketi. Ni timu ya nguvu ambayo imetushikilia sana, na tunawaomba sisi wote ambao tuko hapa tupate nafasi on Tuesday next week so that you can accompany us as we lay our dear colleague to rest. Nikiongea hivyo naomba tu waweze kuketi ili niweze kuita the next speaker ambaye atatuongoza to the next level. Tuwapigie makofi tena wakiketi. Asanteni. It's a big team ambayo ni timu ya nguvu. Kwa nafasi hii naomba niweze kumkaribisha speaker wetu wa bunge